Hi guys, this is Dr. Thomas Blessings. I love you so much and I hope you're doing okay. Tunaendelea na series yetu ya vitu 7 ambavyo shetani amelidanganya sana kanisa. Na watu wengi sana wameshikika hapo. Nimezungumza vitu vinne, naendelea na kitu cha 5 ambacho ni kuhusu kutubu. Shetani kalidanganya vipi kanisa kuhusu kutubu? Watu wengi kabla ya kuanza kuomba maombi, unakuta mtu ameokoka, amempokea Yesu, lakini kila siku asubuhi lazima atubu ndo aende kumwomba Mungu. Na ukimuuliza umetoa wapi, ukisoma kwenye Biblia hakuna sehemu hata moja kwenye Agano Jipya iliyoandikwa mtu aliyeokoka aombe Mungu msamaha then Mungu atamsamehe dhambi zake. Hakuna sehemu kwenye Biblia iliyoandika kama ukiokoka ili Mungu akusamehe inatakiwa utubu then Mungu atakusamehe. Hiyo haipo. Hata utafute Biblia utaona. Ila vesi ambazo utaziona kwenye Biblia zinazungumzia watu wote. Mtu kabla hujaokoka ili Mungu ili uweze kumpokea Yesu maishani mwako lazima utubu. Yaani in short ni hivi, ukweli wa Biblia ni kwamba unatubu leo, nikitubu leo nimempokea Yesu. Mimi damu ya Yesu inanisafisha dhambi ambazo nimetenda, dhambi ambazo nitatenda na dhambi ambazo nimezitenda, yani dhambi nilizotenda jana, nilizotenda leo na dhambi ambazo nitatenda kesho. Hizo dhambi zote zinasafishwa na damu ya Yesu hii moja. Kwa hiyo toba inayohitajika ni toba hii moja. Na hiyo toba inafanyika lini? Siku ambayo unampokea Yesu. Ndio toba hiyo. Nao sasa watu wengi watauliza, sasa kama nimempokea Yesu, manake nikitenda dhambi sitakiwi kutubu? Ukisoma Biblia Yohana anaelezea, anasema nimwandikia nyinyi watoto ili msitende dhambi. Na ikitokea mmetenda dhambi, you have an advocate, mna mtetezi, mna wakili ambaye anawatetea kwa Bwana, kwa Mungu. Kwa hiyo ni reality, mtu aliyeokoka akitenda dhambi tayari kuna damu ya Yesu ambayo ipo automatically kuweza kukusafisha. Sasa nataka nikuonyeshe mfano mmoja na utajua ninachozungumzia hapa. Watu wengi sana wamekamatwa kwenye hii mentality ya kwenda mbele za Mungu kila siku. Unaenda kwa Mungu, Mungu naomba unisamehe, jana nimetenda dhambi nilizozifanya kwa kuwaza, kwa kunena na kwa kutenda, dhambi ninazozijua na nisizozijua, naomba unisamehe. Kila siku naomba Mungu akusamehe dhambi ambazo unazijua na ambazo huzijui. Kitu ambacho hujui, shetani anatumia kuomba kwako wewe dhambi kukufanya ujifeel guilty. Kwa hiyo unakuta muda wote you feeling guilty, you feel bad every time, yani you feel like you don't deserve. Mimi nakumbuka kabla ya kuokoka. No, I remember baada ya kuokoka, kabla ya kukua kiroho. Nimeokoka, nimempokea Yesu, nimeahidi kwamba sitatenda dhambi. Then nikatenda dhambi ambayo nimesema sitatenda. Baada ya hapo shetani anakuja anakupa guilt. Because you start feeling guilty, na unajiona kama vile anakuambia wewe umeokoka wewe. Na kama umeokoka nini umetenda hiyo dhambi? So anaanza kufanya Mungu, kuna mstari mmoja kwa Biblia unasema kwamba Mungu achangamani na, yani haitakiwi huwa vuguvugu, kama ni wa moto, kama ni wa baridi, kwa vuguvugu Mungu atakutapika. Kwa hiyo shetani anakuambia kama umetenda dhambi afu kaomba msamaha, then maana yake wewe Mungu atakutapika. Kwa hiyo unajikuta maisha yako tu unaishi maisha ya guilt kwa sababu unajiona sio mtakatifu. Hasa kitu ambacho hujui ni kwamba kuokoka unapokea utakatifu kwa kumwamini Yesu, sio kwa kutenda dhambi au kutokutenda dhambi. Sawa. So mfano unaotaka nikupe ni huu. Kwenye Biblia kulikuwa kuna watu wawili. Mtu mmoja, hao watu wawili wote kulikuwa kuna watu watatu. Hao watu watatu, mmoja tajiri, mwingine wako wawili ambao wanadaiwa na huyu tajiri. Mmoja anadaiwa shilingi 10,000 na huyu tajiri. Natumia 10,000 ila in the Bible wameandika namba tofauti. Mmoja anadaiwa 10,000 na huyu tajiri. Mwingine anadaiwa 500,000 na huyu tajiri. Sawa. Tajiri akaja akawaambia wale watu wawili kwamba mimi nimewasamehe nyie wote. Unahisi yule anayedaiwa 10,000 na yule anayedaiwa 500,000, yupi atayemfurahia zaidi yule tajiri na yupi atayempenda zaidi yule tajiri? Kwa haraka yule aliyesamehewa pakubwa atapenda zaidi. Yesu akasema hivyo hivyo, wale ambao wamesamehewa sana watapenda sana kuliko wale ambao wamesamehewa kidogo. Sasa kuna mimi na wewe. Wewe unaamini Mungu amekusamehe dhambi zako zile ulizoziomba msamaha tu, kwamba umetenda dhambi ukiomba Mungu anakusamehe, usipotubu Mungu hajakusamehe. Sawa. Kwa hiyo saizi nikikuuliza Mungu amekusamehe dhambi hizi, tunasema Mungu amenisamehe dhambi nilizotenda jana na nilizotenda leo, ambazo tayari nishatubu amenisamehe, ambazo bado sijatubu bado hajanisamehe. Mimi ninaamini siku niliokoka Mungu amenisamehe dhambi zangu zote nilizozitenda kabla ya kuokoka, nilizozitenda wakati naokoka, nilizozitenda ambazo nitazitenda baada ya kuokoka. Yani in short, mimi naamini nimesamehewa my past, present and future sin.
Wewe unaamini umesamehewa only your past sin, dhambi zako zilizopita. Kwa hiyo in short, mimi Mungu kanisamea 500,000, wewe Mungu kakusamea 10,000. Kati ya hawa watu wawili unahisi ni nani atayempenda sana Mungu? Umeelewa? Kwa hiyo mtu anaenda mbele za Mungu akiamini kwamba Mungu ameshanisamea, yule mtu atampenda zaidi Mungu kuliko mtu anaenda mbele za Mungu kumwambia Mungu, naomba unisamee. Sasa shetani amelishika kanisa, anawafanya watumishi wa focus kuwafundisha waumini wao kwamba kila ukienda kwa Mungu hakikisha unaomba msamaha. Sasa unapoenda kwa Mungu, kila unapoenda kwa Mungu ambia Mungu, naomba unisamee, naomba unisamee, what you forget, unaweza kukuta Mungu umeenda kumuomba gari, umeenda kwa Mungu, naomba Mungu unisamee. Kwanza kabisa, how sure are you kwamba Mungu amekusamea? Kwa hiyo unajikuta tayari umeshaenda kwa Mungu pale, unaenda kwa Mungu ukiwa una doubt. Una doubt kwamba Mungu amenisamea kweli, Mungu ananipenda. Akati mimi ambaye najua nimesamehewa dhambi zote, ningeenda kwa Mungu, naenda kwa Mungu naambia Mungu, nakushukuru kwa sababu umenisamehe. Nakushukuru kwa sababu dhambi zangu zote zimeoshwa kwa damu ya mwanao Yesu Kristo. Na utayari na yeye mentality ya kusema kwamba Yesu ananipenda, Mungu ananipenda. Kwa hiyo hata ninapoomba Mungu, naomba kitu fulani, na kuwa najua Mungu atanijibu kwa sababu kama ameweza kunisamehe dhambi zangu, amna hawezi kuninyima kunipa pesa, hawezi kuninyima kuniponya, hawezi kuninyima kunipa kitu fulani. Lakini wewe ukienda kwa Mungu na bado mentality ya kusema Mungu naomba unisamehe, Mungu naomba unisamehe, then ukianza kuomba kitu kingine, kwanza shetani anakuja kukwambia kwanza wewe bado una dhambi. Kwa sababu tena utatenda dhambi nyingine. Tena muda mwingine unaweza ukamwomba Mungu kitu, kama Mungu naomba labda unipe nyumba au naomba uniponye. Alafu umetoka zimepita masaa mawili ukatenda dhambi. Tayari shetani anakuja kukwambia kwa sababu hiyo dhambi uponyaji hauji. Lakini mimi nimeenda kwa Mungu naambia Mungu, nakushukuru kwa sababu najua umeniponya, najua damu ya Yesu imeniosha. Ikatoka nimetenda dhambi. Because tayari ninajua Mungu amenisikia na yani dhambi zangu zimeshasamehewa. Ile dhambi haitanibuku kupokea kile kitu ambacho Mungu atakileta kwangu. Kwa hiyo watu wengi unawaza sasa, unahisi kama vile ninachokwambia hivi nakupa freedom ya kutenda dhambi, kwamba nikijua Mungu amenisamehe dhambi hata ambazo bado sijazitenda, nini kitanizuia nisitende dhambi? Let me tell you this, miaka yote unakuwa ukimwomba Mungu akusamehe dhambi zako, lakini bado pia unaendelea kutenda dhambi. Maana yake wewe kujua kwako kwamba Mungu hajakusamehe hakuja kuzuia kutenda dhambi. Unajuaje kwamba ukijua kwamba Mungu amekusamehe itakusaidia wewe usitende dhambi zaidi? So my point is this, ukiingia kwenye Biblia, mimi na wewe tukasoma Biblia, nikakwambia nionyeshe mstari unaosema mtu aliyeokoka aombe msamaha then Mungu atamsamehe. Hamna mstari mmoja. Ila utafind mistari ambayo inasema mtu ambaye hajaokoka, kama hujampokea Yesu leo hii, ukaenda kwa Mungu ukasema Mungu tayari umeshanisamehe, mimi ni mtakatifu. No. You are lying to yourself. Ndio maana Biblia inasema tukisema hatuna dhambi twajitanganya wenyewe na wala kweli haimo ndani mwetu. Anazungumza na watu ambao hawajaokoka, watu ambao hawajampokea Yesu. Wana wa Israeli walikuwa wanajiona kwa sababu sisi ni Waisraeli, kwa hiyo hatuna dhambi, sisi ni watoto wa Yakobo, watoto wa Ibrahimu, hatuna dhambi. No, Yohana akamwambia no, mkisema nyinyi hamna dhambi mnajidanganya. Lakini mkimpokea Yesu, maana ya kumpokea Yesu maana yake ni hivi. Nilikuwa ni mtu mwenye dhambi, nilikuwa ni mwanadamu wa kawaida, na mpokea Yesu na kuwa mtakatifu. Sawa, ukimpokea Yesu unakuwa mtakatifu. Na wewe ni mtakatifu. Mtakatifu anaweza akatenda dhambi, lakini hawi mwenye dhambi. Yaani ni sawa na hivi kwamba Yesu hakutenda dhambi yoyote, hakuijua dhambi yoyote, lakini alihukumiwa kama mtu mwenye dhambi, ili mimi na wewe ambao tutatenda dhambi, tutaijua dhambi, tuweze kuhukumiwa kama watu ambao hatuna dhambi. Sawa? Kwa hiyo in reality, mtu aliyeokoka hauhitaji kuomba msamaha ili Mungu akusamehe dhambi zako. Sasa utaniuliza, okay, ninafanyeje? What should I do nikienda mbele za Mungu? Ukienda mbele za Mungu you have to do this one thing. Itakusaidia sana. Sehemu ambayo siku zote uko ukienda kwa Mungu naambia Mungu naomba unisamehe dhambi zangu. This time ukienda kwa Mungu sema Mungu nakushukuru kwa sababu ulimleta Yesu duniani ili aweze kunisafisha dhambi zangu. Nakushukuru kwa sababu nimetakaswa, mimi ni mtakatifu kwa damu ya Yesu, sio kwa utakatifu wako wewe. Mimi nimesamehewa dhambi zangu. Umeelewa? Kwa hiyo Mungu anakusamehe dhambi sio kwa sababu umeomba msamaha. No. Anakusamehe dhambi kwa sababu ya damu ya Yesu. Ndio maana Biblia inasema nimwaandikieni ili msitende dhambi, ila mkitenda dhambi tayari mna mkombozi, tayari mna advocate, mna wakili ambaye anawaombea kwa Baba. Kwa hiyo Mkristo uliokoka kweli,
Ukitenda dhambi hauhitaji kuomba msamaha ili Mungu akusamehe. Damu ya Yesu iko pale direct inakutakasa. Yaani umetenda dhambi, sasa damu ya Yesu inakusafisha. Sasa wewe kazi yako ni moja. Utapotenda dhambi ni kumwambia Mungu, nakushukuru kwa sababu nimesamehewa dhambi zangu. And trust me, the more unamshukuru Mungu kwa kukusamehe, the more hata hamu ya kutenda dhambi inaisha. The more utajikuta unapata nguvu ya kuishinda dhambi ikija next time. Lakini ukiwa kila siku unasema naomba unisamehe, naomba unisamehe, naomba unisamehe, dhambi zako zitaisha. Now what I've shared is just one of the smallest secret. Ni moja kati ya siri ambazo zimefichwa kwenye Biblia. Watu wengi sana wamehangaika lakini hawazioni, ila zipo. Ndio maana Biblia inasema utaijua kweli nayo kweli itakuweka huru. What I've told you ni kweli ambayo hiyo kweli ukijua vizuri ukaishikilia, trust me, maisha yako yatabadilika. Kuna tofauti kubwa kati ya neema na sheria. Wakristo wengi sana wanaishi chini ya sheria. Chini ya sheria ndio watu ambao anaweza akafunga, mtu anaingia kwenye mfungo wa siku 30 kwa ajili ya kuomba toba. Ameokoka na anajiombea toba yeye kwa siku 30. Sasa unawaza huyu mtu anaomba toba kwa siku 30, maana yake Mungu atamsamehe kwa sababu ya toba yake? Then damu ya Yesu kazi yake ni nini? Mungu akusamehe kwa sababu umeomba msamaha. Mungu anakusamehe kwa sababu ya damu ya Yesu. Ni damu ya Yesu ndio inayokutakasa dhambi zako. Na damu ya Yesu inafanya kazi mara hii. Umeona, kabla ya Yesu kuja ilikuwa ili mtu aweze kusamehewa inabidi achinje kondoo. Akichinja kondoo, ile damu ya kondoo ndio inaenda inamsafisha. Kwa hiyo kila mwaka anaenda anachinja kondoo, anasafishwa dhambi zake. Lakini baada ya Yesu kuja, Yesu amekufa mara moja tu msalabani. Utapompokea Yesu anasafisha dhambi zako zote, zilizopita, zilizopo na zijazo. This is tough and I'm saying it in confidence kwa sababu kama ukiona nimekugusa kidogo, hebu endelea kunifollow. Unawezekana leo usinielewe vizuri, ila ukiona kama ninachoongea kama kina make sense kidogo, endelea kunifollow. Kwa sababu uko mbele ya yayo yanafurahisha zaidi. I'll explain to you, it make sense zaidi. Kuna vitu vingi sana ambavyo watu wengi walipoisikia hii kwa mara ya kwanza, mwenyewe niliposikia kwa mara ya kwanza niliona no, but the more you hear, unavyozidi kusikia, nasema imani inakuja kwa kusikia na kusikia neno la Kristo. So the more unaisikia neno la Kristo, what I'm telling you this, msamaha unaopata kwa Mungu, Mungu akusamehe kwa sababu umetubu. Mungu anakusamehe kwa sababu damu ya Yesu, yani umeikiri damu ya Yesu. Damu ya Yesu ndio inakusafisha, na damu ya Yesu inafanya kazi mara moja tu. Damu ya Yesu sio damu ya kondoo ambayo inakusafisha leo, kesho ukienda. Yani maana yake kama hivi, kama nimeenda kwa Mungu, Mungu naomba unisamehe, damu ya Yesu nitakase. Damu ya Yesu imenitakasa. Kesho nikatoka nikatenda dhambi, ile dhambi ikanichafua, maana yake damu ya Yesu haina nguvu kuliko dhambi. Yani let's say now you can see my ring, sio hivyo? Nikatoka nikaja nikafunika hivi, my ring haionekani, maana yake hii ring, hii mkono wangu ni mkubwa kuliko hii ring, sio hivyo? Lakini nikichua this is a ring, sio hivyo? Nikaja nikafunika labda na kidole, the ring can still see it maana yake hichi kidole ni kidogo kuliko hii pete. Sasa let's say hii ndio damu ya Yesu, sawa? Kama damu ya Yesu inafunikwa na dhambi, maana yake damu ya Yesu ni ndogo kuliko dhambi. Na hakuna kitu kikubwa duniani zaidi ya damu ya Yesu. Hakuna kitu chenye nguvu kuliko damu ya Yesu. Kwa hiyo damu ya Yesu haiwezi kufunikwa na kitu chochote. Yaani wewe umesawa. Damu ya Yesu ikikutakasa, hata dhambi ikija inadunda. Yeah. This is nice and tough. Najua watu wengi sana mmenielewa. Kwa wale ambao hawajanielewa, keep on following me. Sababu I have so many things I want to share with you and I'll share with you. I love you and stay blessed. Na kama umebarikiwa, remember to share this video with some other people.